Wachezaji wengi wa soka waliopata mafanikio makubwa uwanjani wamejikuta wakikumbwa na matatizo ya kifedha baada ya kustaafu. Sababu kuu ni pamoja na matumizi ya kupindukia, uwekezaji usio na mpango, ulaghai wa kifedha na ukosefu wa elimu ya kifedha. Kuna baadhi ya wachezaji maarufu sana waliopata matatizo ya kifedha. Mchezaji wa kwanza ni Ronaldinho kutokea Brazil. Licha ya mafanikio makubwa akiwa Barcelona na timu ya taifa ya Brazil, Ronaldinho alikumbwa na matatizo ya kifedha yaliyosababisha kukamatwa kwake nchini Paraguay mwaka 2020 kwa kutumia pasipoti ya kughushi. Alikumbwa na madeni makubwa na mali zake kuchukuliwa na mamlaka za Brazil. Mchezaji wa pili ni Asamoah Gyan kutoka Ghana. Mshambuliaji huyu wa zamani wa Sunderland alidaiwa kuwa na kiasi cha euro 600 tu katika akaunti yake ya benki mwaka 2018. Licha ya kucheza katika ligi zenye mshahara mkubwa kama China na Saudi Arabia, alipoteza sehemu kubwa ya utajiri wake kutokana na mizozo ya kifamilia na matumizi ya kupindukia. Mchezaji wa tatu ni Eric Djemba kutokea Cameroon. Aliwahi kuchezea Manchester United na Aston Villa, lakini alitangazwa amefilisika na mahakama ya Birmingham wakati akiendelea kucheza soka nchini Qatar. Alikuwa akipokea mshahara wa euro 1500 kwa mwezi wakati huo. Mchezaji wa nne ni Rayson Drenthe kutokea Uholanzi. Beki huyu wa zamani wa Everton alitangazwa kuwa amefilisika mwaka 2020 baada ya kupoteza zaidi ya euro milioni 3.2 alizozipata wakati wa uchezaji wake. Alikumbwa na matatizo ya kifedha kutokana na mtindo maisha ya anasa. Mchezaji wa tano ni Celestine Babayaro. Alikuwa beki wa Chelsea na Newcastle United. Babayaro alitangazwa kuwa amefilisika mwaka 2011. Alipoteza utajiri wake kutokana na matatizo ya kupindukia, ikiwa ni pamoja na ununuzi wa magari ya kifahari na mali isiyohamishika bila mpango madhubuti wa kifedha. Mchezaji wa sita ni Jeremy Pennant kutoka England. Winga huyu wa zamani wa Liverpool alitangazwa kuwa amefilisika baada ya kupoteza takriban euro milioni 10 alizozipata wakati wa uchezaji wake. Alisahau hata kuwa na umiliki wa jumba ambalo baadaye lilichukuliwa na wauzaji wa dawa za kulevya. Mchezaji wa saba ni John Arne Riise kutokea Norway. Beki wa zamani wa Liverpool alitangazwa kuwa amefilisika kutokana na matatizo ya kifedha yaliyotokana na uwekezaji mbaya na matumizi ya kupindukia. Mchezaji wa 8 ni Chris Sutton kutokea England. Mshambuliaji huyu wa zamani wa Chelsea alipoteza utajiri wake baada ya kuwa mwathirika wa ulaghai wa spread betting na hatimaye alitangazwa kuwa amefilisika. Mchezaji wa 9 ni Paul Gascoigne kutokea England. Kiungo huyu wa zamani wa timu ya taifa ya England alikumbwa na matatizo ya kifedha kutokana na matumizi ya kupindukia na matatizo ya kiafya, akiwa ni pamoja na uraibu wa pombe. Mchezaji 10 na wa mwisho ni Daniel Kennedy kutokea Portugal. Alikuwa mchezaji wa Benfica na FC Porto. Alipoteza utajiri wake kutokana na uraibu wa kamari, hasa katika kasino, na hatimaye alikumbwa na matatizo ya kifedha. Sababu kuu hasa za kuanguka kifedha kwa wachezaji ni matumizi ya kupindukia, ununuzi wa magari ya kifahari, nyumba na maisha ya anasa bila mpango madhubuti wa kifedha, uwekezaji mbaya, kuweka fedha katika miradi isiyo na faida au ulaghai wa kifedha, ukosefu wa elimu ya kifedha, kutokuelewa jinsi ya kusimamia fedha na kutegemea washauri wasioaminika, matatizo ya kifamilia, talaka na mizozo ya familia inayosababisha kugawanyika kwa mali, uraibu, matumizi ya dawa za kulevya, pombe na kamari. Langu jina ni Zaituni Yasin. Asante.